Hii ni Bic, moja kati ya bidhaa maarufu sana sokoni iliyowahi kutengenezwa. Haijalishi upo wapi duniani, utaiona kalamu hii majumbani, katika ofisi, shule na karibu kila mahali. Kalamu hii maarufu imevuma katika kila kona ya dunia na lazima katika maisha yako umewahi kuitumia. Tangu ilipoingizwa sokoni rasmi mwaka 1950, zaidi ya kalamu bilioni 100 zimeuzwa duniani kote, na ndiyo bidhaa inayouzwa zaidi ya pili ukiachana na maji. Cha kushangaza ni kwamba umbo lake halijawahi kubadilishwa kwa zaidi ya miaka 70 na bado mpaka sasa ni moja ya bidhaa iliyotawala soko la dunia, ambapo zaidi ya kalamu za Bic bilioni 14 huuzwa duniani kila siku. Ubora wa kalamu hii duniani umekuwa ni wa juu sana, na cha kushangaza inauzwa bei ya kawaida tu kwa gharama isiyozidi $1, na kwa mfano Tanzania kalamu hii haizidi bei ya shilingi 500, jambo ambalo limeifanya kuwa na mauzo mengi sana. Lakini ni nini kimeifanya kalamu hii kuwa maarufu hivi? Katika makala hii nitakueleza kwa kina kuhusu kalamu hii na muundo wake wa kitaalamu ulivyoifanya kuwa moja kati ya kalamu bora zaidi duniani. Kwa hiyo ili kuijua vizuri kalamu hii ni lazima turudi nyuma katika historia. Kuanzia mwaka 1725, kalamu zilikuwa ni ghali mno na ngumu kutumia. Watu walilazimika kuchovya mirija ya asili katika wino ili kuandika. Kwa sababu hii, suala la kuandika lilichukuliwa zaidi kama sanaa ya watu wachache waliojua kutumia vyema kalamu. Mwaka 1809, kalamu zilizojulikana kama fountain pens ziligunduliwa, ambapo wino uliwekwa moja kwa moja kwenye bomba la kalamu hizi na hazikuwa na mrija. Japokuwa kalamu hizi zilikuwa bora zaidi kuliko zile za manyoya, lakini watu hawakuzipenda, maana zilikuwa zikichafua sana karatasi kutokana na kumwaga wino bila vipimo. Lakini isitoshe zilikuwa ghali mno, zikigharimu karibu $150 kwa fedha za sasa. Katika miaka hiyo ni 20% tu ya watu duniani walikuwa wakijua kusoma na kuandika. Mwishoni mwa miaka ya 1880, ugunduzi mkubwa ulifanyika. Mwanasayansi wa Marekani John Laud alitengeneza kalamu na kuiweka kigololi ambacho kilitumika kumwaga wino katika karatasi wakati mtu anaandika. Kigololi hiki kilikuwa ni kwa ajili ya kuzuia wino usimwagike hovyo na kuongeza usafi wa maandishi. Watu wakaziita kalamu za John Laud kuwa ni kalamu zenye ncha ya gololi. Kalamu hii ilifaa zaidi katika vitu vigumu kama mbao na hazikuwa nzuri kwenye karatasi, kwa hivyo watu hawakuzipenda sana. Mauzo yake yakawa ya chini sana. Miaka ikasonga na aina nyingi za kalamu zikawa zinatengenezwa, lakini hakuna hata moja iliyoteka soko. Kalamu nyingi hazikuandika vizuri au zilikuwa zikimwaga wino mwingi mno kwenye karatasi. Kutengeneza kalamu bora ikawa ngumu sana, maana kila kalamu iliyotengenezwa ilikuwa na tatizo. Baadaye alitokea mtu mmoja katika Amerika ya Kusini, alijulikana kama Laszlo Birol. Akagundua kuwa tatizo lilikuwa ni wino. Zamani wino uliotumika ulikuwa uliotengenezwa kwa maji, na hivyo ulikuwa ukilowanisha sana karatasi na mgumu kukauka kwa haraka. Laszlo akaja na wino uliotengenezwa kwa mafuta, na huu ukawa ukikauka kwa haraka na hukuwa ukilowanisha karatasi kabisa. Huu ukawa ugunduzi wa kipekee kwa kuwa wino huu ulikuwa ukitembea vizuri ndani ya bomba la kalamu na kuifikia gololi bila kuvuja. Birol akatengeneza kalamu nyingi za aina hii na zikaanza kupendwa sana karibu Amerika yote ya Kusini. Pamoja na mafanikio yote haya ya Birol, bado kulikuwa na tatizo moja kubwa. Kalamu za Birol zilikuwa ghali mno, zikigharimu zaidi ya $190 kwa fedha ya leo, na hiyo ni zaidi ya shilingi 400,000. Kwa hivyo watu walilazimika sana kununua kalamu hizo, na bei ililalamikiwa sana na soko lake likaanza kuporomoka.
Wakati huu wastani wa watu waliojua kusoma na kuandika ilikuwa imefikia 33%, na kalamu bado zilikuwa kama vifaa vya anasa. Lakini miaka michache baadaye, mwanasayansi wa Faransa Marcel Bich alizindua kalamu za Biro. Akaona hiyo ni fursa kubwa, akaamua kununua teknolojia yote ya Biro kwa dola za Marekani milioni 2. Na tangu hapo akawa na kibali cha kuzibadilisha kalamu za Biro kuwa bora zaidi na kuzifanya kuwa za bei nafuu zaidi. Akasaidiwa na mashine mbalimbali, Bich akaweza kutengeneza gololi nyingi sana za chuma kwa wakati mmoja. Lakini pia alitengeneza mabomba rahisi ya plastiki tofauti na Biro ambaye mwanzo alitumia aluminium. Mwisho alijikuta akitengeneza kalamu bora sana kwa kutumia vitu vya gharama nafuu. Ukiona ni kalamu tu ya kawaida, lakini ufundi na utaalamu aliotumia Bich hauna mfano. Kila kilichopo katika kalamu hizi kina lengo lake. Hebu tutazame vizuri kalamu hii. Kalamu hii ina mdomo wa juu wenye umbo la pembe 6 ili kuizuia kuteleza mezani au popote itakapowekwa. Plastiki iliyotumika ilikuwa ni ya polystyrene ambayo ni angavu, imara na ya gharama ndogo sana. Pembeni kuna kitundu kinachopitisha hewa inayosaidia kusukuma wino mtu anapotumia. Ndani kuna mrija wenye wino wa mafuta usiopauka kabisa, ukisambazwa vizuri na kigololi cha aluminium kwenye karatasi. Kigololi hiki kilikuwa kikizunguka vizuri kiasi kwamba maandishi yalikuwa nadhifu na safi mno. Kalamu hii pia ilikuwa na kifuniko kwa ajili ya kuzuia kalamu hii isivunjike inapodondoshwa. Kalamu hii iliweza kutatua matatizo yote ya kalamu za hapo awali, na cha ajabu zaidi ni kwamba kalamu hizi ziliuzwa bei rahisi mno. Kalamu hizi zilianza kutamba sokoni na zaidi ya kalamu zaidi ya 100,000 zikawa zinauzwa kila siku katika mwaka wa kwanza wa kutengenezwa kwa kalamu hizi. Marcel hakupenda jinsi nchi mbalimbali zilivyokuwa zikitamka jina lake la mwisho, yani Bich. Jina Bich lilionekana kama tusi au neno lisilo na staha, na hivyo akapendekeza libaki neno Bic, na hivyo kalamu hizi zikaanza kuitwa Bic. Baadaye Marcel akapanua masoko ya kalamu hizi duniani kote, na hadi kufikia mwaka 1952 Marcel akawa akiuza zaidi ya kalamu milioni 40 kwa mwaka, na tangu wakati huo kalamu za Bic zimeiteka dunia. Tangu wakati huo mtu yoyote alitaka kuandika au kuchora, kalamu hii ilimfaa sana. Kufikia mwaka 2000 zaidi ya kalamu hizi bilioni 100 zimeuzwa, na wastani wa watu wanaojua kusoma na kuandika duniani umeongezeka kutoka 35% hadi zaidi ya 90. Kiukweli ni moja kati ya kalamu maarufu zaidi duniani ambayo hadi leo watu wanaipenda, na aina zote nyingine za kalamu wameiga ufundi na ubunifu wa bwana Marcel Bich. Hapa tuna jambo la kujifunza kwamba unaweza kuona fursa katika ubunifu wa mtu mwingine na ukauboresha ubunifu huo kwa kukidhi mahitaji ya jamii, na kwa namna hiyo unaweza kufanikiwa sana. Tusibweteke, tujitume kila wakati, hasa katika mambo muhimu ya jamii, na kwa njia hiyo tunaweza kufanikiwa kama bwana Marcel. Tusiwe ni wenye kukata tamaa kama bwana Laszlo Biro aliyebuni kitu cha msingi kisha akaishia njiani kabla hajafanikiwa.